makini darasani, ili ipo sana naye. Kila mzazi kwa mtoto wako hatua zote kapitia. Anatembea vizuri, anini, lakini sasa hujatambua kama ulemavu ni akili. Unampeleka shule za kawaida. Darasa la kwanza, kama chekechea. Kama chekechea pale anapita. Anaona darasa la kwanza, darasa la kwanza shida. Sasa ni vipi walimu wanakushauri? Mbona mzazi mtoto wako huyu peleke kwenye shule zao? Wazi kule wewe kwa unapata tatizo. Kwa nini kaniambia hivi? Wewe tayari hapo unatambua kumbe kuna shida basi unakutia shule ambayo ina vitengo vyao. Kwa hiyo tayari nayo hiyo ni shida, namna ya kumtambua mtoto wako. Kutokuwa makini darasani. Sasa darasani sasa ukijifunza, yeye unakuta anahangaika. Tayari pale kuna shida. Tabia ya kujitenga au hasira kupita kiasi. Nao hivi. Unakuta mtoto wa kawaida tu anachangamana anaweza kuona kama Tanzania. Mara amefanya hivi, amefanya kiasi sana mwanangu. Kujitenga. Kwa hiyo tena unajua hapa kuna shida fulani kwa mwanangu, basi unawaona wahusika ambao huo hivi basi wanakupa ushauri. Shida ni nini? Basi na wewe ule ushauri unachukua kweli kwa makini, baadaye basi unafanyia kazi. Sasa je, tayari tumeshaona watoto hao au watu hao. Je, tunawasaidiaje? Nafikiri unamwacha tu hivi? Hapana, haiwezekani kumwacha. Lazima usaidie ili naye aweze baadaye kuwa kutoka katika hatua ambayo ipo ili aendelee hatua nyingine, kwa sababu ni binadamu kama tulivyoelezwa kama binadamu wengine na haki zote. Kwa hiyo tunapaswa kuwasaidia hao wenye tatizo hili. La kwanza, kuwapeleka vituo maalum au hospitali. Hii bwana, naomba tujipongeze sisi wazazi ambao tumefika leo. Tujipongeze kwanza kwa makofi. Asante. Sisi tumeifuata hii point. Tumewaleta leo. Tumeambiwa kuwapeleka vituo maalum au hospitali. Kwa hiyo tumesikia matangazo kwa muda, tumeyasikia na tumeambiwa, leo tumeleta. Kwa hiyo basi hii sisi tumetekeleza, tumewaleta hapa na wote walioletwa hapa basi wamefanywa kitu. Si ndio? Kuna ambaye hajafanywa kitu leo? Hapana, wote wamefanywa kitu fulani. Kwa hiyo basi hii ni hatua nzuri. Tumewasaidia hao ambao tumewaona wana changamoto. Namna nyingine ya kuwasaidia, kuwapatia vifaa saidizi kama sasa kwa wale ambao sasa uonaji wao inakuwa ni shida. Kuna vifaa mfano miwani ambao ni macho hao, kuna vifaa baisikeli, mfano unaona kaka hapa tayari kuna vifaa saidizi. Kuna kaka pale vifaa saidizi kapewa. Ina maana anaweza kutoka pale alipo akaenda sehemu nyingine tayari. Anaweza kutoka hapa alipo akaenda sehemu nyingine tayari. Hilo ukimwacha hivi ina maana hawezi kuondoka, atabaki pale pale. Kwa hiyo tayari vifaa saidizi ameshapewa. Haya, kuwapa upendo na uvumilivu. Kikweli watu namna hiyo wanahitaji upendo sana. Sana sana. Kwa nini? Kwa sababu kwanza wao wenyewe wanajisikia jinsi alivyo vile, inatakiwa upendo. Usipompenda yeye mwenyewe anajisikia kwanza ni mkiwa, alafu anajisikia amani. Kwa hiyo kwanza upendo yule. Unapompenda yule na pia uvumilivu. Kikweli anahitaji uvumilivu. Kwa sababu kuna wengine kuna mama mmoja amekuja akasema mwanangu ni mtundu jamani. Mwanangu ni mtundu. Kwa hiyo anatakiwa uvumilivu. Uelewe na uvumilivu. Kila mtu pia lazima awe uvumilivu. Bila uvumilivu huwezi. Bila uvumilivu kwa kweli huwezi. Lazima kwanza namna ya kuwasaidia, kwa hiyo uwape upendo wa karibu pamoja na uvumilivu ili uweze kuishi nao. Na kingine basi ya kuwasaidia kutoa elimu kwa jamii kuhusu ushirikishwaji. Elimu ndio kama tunawapa namna ya ushirikishwaji. Hawa huwa wanakuwa na kwa mfano kunakuwa labda na vikao mbalimbali, semina mbalimbali kwa ajili ya kufundishwa vitu mbalimbali. Kwa hiyo basi lazima kuwapatia elimu hawa watu. Kwa hiyo basi wanakuwa na elimu, afu ile elimu inakuwa na mambo mbalimbali ambayo wanafundishwa ili waweze wao wenyewe kupata zile fursa. Kuna vyama vya walemavu waweze kupata zile fursa huko wanapoenda kufundishwa. Mfano, kaka hapa yeye ni mlemavu wa miguu. Miguu yake iko vizuri. Kwa hiyo basi anaweza akapata semina fulani ambayo inaweza kumsaidia yeye ili aweze kutengeneza vitu kwa kutumia mikono. Na wengine wote ambao wana ulemavu mmoja. Kwa hiyo ulemavu mwingine hana. Kwa hiyo basi akipata elimu inaweza kumsaidia ili aweze kujikwamua kimaisha.
Sio basi amepata tu ulemavu basi yeye nimeingia ndani kumwacha, hapana, sio hivyo. Kwa hiyo basi ndio namna ya kuwasaidia hao watu wenye ulemavu. Sasa hapa kabla sijakaribisha, kama kuna mtu mwenye swali, nitoe kauli mbiu yetu. Kauli mbiu yetu ambayo inasema mtoto mwenye ulemavu si tatizo, ni zawadi yenye uwezo wa kipekee. Tumsaidie aangaze. Tumeelewa kauli mbiu yetu? Tuseme wote. Mtoto mwenye ulemavu si tatizo, ni zawadi yenye uwezo wa kipekee. Zawadi yenye uwezo wa kipekee. Tusaidie aangaze. Tusaidie aangaze. Umeelewa kwenye kumsaidia aangaze hapo? Umeelewa pointi ya kumsaidia hapo aangaze? Kwa hiyo itakapomsaidia yule mtoto, ina maana atapata fursa mbalimbali ambayo itamuinua. Ina maana anapomuinua hospitali kashajiangaza. Ndio namna sana ndio hii neno tumsaidie aangaze. Maana yeye basi tayari anakuwa kioo, ina maana kashajiangaza. Nakaribisha maswali. Mimi na swali kidogo kuhusu mimi na hili. Kuhusu huyu hapa mtoto wangu nimehangaika miaka mingi sana, lakini kinachonishinda mpaka mazoezi yameshindikana mpaka sasa na miaka 15 hapa anauma. Je, ndio kufanya mazoezi na kupata wanauma. Ndio kimeshinda kuanzia sasa nikikata tamaa. Kifua. Kimeweka kwenye mazoezi kifua kinabidi naenda kulazwa na kutoa mazoezi hapo. Chochote. Kwa hiyo nimesikia hapa amesema kwamba usiache kumleta mtoto kwenye mazoezi au la. Je, nitakuwa namleta tu kwa aendelee kufanya na akifanya ndio kama hivi anaumwa. Ndio hicho cha kwanza. Hata sasa hivi hapa alipo tayari kwa kimeanza. Yaani hana raha. Na huwa anakoa muda wote. Au unapomweka kwenye mazoezi. Kwenye mazoezi na hata muda wote kabla siku zote kabla mazoezi naona anaumwa. Kama mwaka huu wote kwa kidogo sana. Kwa hiyo ni kwamba hajisikii dawa kama sindano hizi inapunguza tu kasi vidonge maoksi na anatumia kupunguza kasi tu ya kifua, lakini bado yani haponi, yani kitulie. Tusaidie kujibu. Huyo mtoto yawezekana huo ulemavu unahitaji vipimo vikubwa. Na mara nyingi wanaokohoa sana hao halafu hawavumishiwi, mara nyingi huwa ni tatizo la moyo. Kwa hiyo usingekata tamaa kuja kituoni, kwa sababu unapokuja kituoni tunaona kwamba huyu vipi, mbona inashindikana, na kwenda hatua mbele. Sisi tunafanya kazi na hospitali ya CCBRT na tumekuwa na watoto ambao wanakuwa na shida sana, lakini baadaye wamekuja kupona. Anaenda kupimwa kipimo zaidi. Je, kwanza ulemavu wake umetokana na nini? Inawezekana wewe una tatizo. Kwa hiyo cha kufanya wewe ni kuendelea kujitahidi kuja kituoni, na hasa uje kule Morogoro mwezi huu, mwezi ujao tunapeleka watoto Dar es Salaam au Arusha. Tatizo lake basi tuenda usaidizi. Tatizo lake leo hapo anaangalia juu. Ndio bado linamsumbua, afu na tatizo la kuona. Bado anasumbuliwa na hili. Vipimo vikubwa. Ya kupima hizo ilikuwa tafuta nauli kutoka hapa mpaka Morogoro, lakini ni Novemba tu tunaendaga mara moja kwa alafu tumpeleke akapima. Tumsifu Yesu Kristo. Assalamu alaikum. Basi na mimi nitoka nizungumze machache namna na jinsi kituo cha Amani Center kilivyonisaidia mpaka kufika hapa nilipo. Mimi kwanza ni kijana mwenye umri wa miaka 20, lakini nilizaliwa na matatizo ya ulemavu wa viungo
hata kwa muonekano jinsi unavyoiona mtu mwenye ulemavu wa viungo. Lakini kituo kilinisaidia vipi? Kituo kilinisaidia kwa njia ya kunisomesha. Ilikuwa kinakuja kwanza kituo, nasema kwanza kituo kinatoa elimu kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Kinatoa elimu kwa njia ya nyimbo, maigizo mbalimbali. Hivyo basi kituo kilikuwa kinatembelea kwenye vijiji mbalimbali kama hivi ambavyo tumetembelea hapa Magubike, na mimi nililetwa na wazazi kama nyie ambao mmewaleta watoto wenu. Kwa hiyo hapo ndipo kituo kilinitambua, kilinisaidia kunisomesha kuanzia elimu ya sekondari form 1 mpaka nimemaliza form 4. Kwanza kabisa ningependa kujipongeza mimi, lakini nipende kumpongeza mkurugenzi wa kituo kwa kunisaidia. Kwa hiyo naomba nikumpongeze. Lakini baada ya kunisomesha sekondari na kumaliza, mkurugenzi wa kituo alinisaidia pia, kunisaidia kwamba kunipatia kazi ndogo ndogo ndani ya kituo ili kujikimu na mahitaji madogo madogo. Hivyo basi na mimi nilimshukuru sana, kwa sababu ni mmoja ya watoto wake wenye ulemavu ambaye alitoa katika nafasi moja mpaka nafasi nyingine. Mimi kama mimi, kwa nini napenda kumpongeza mkurugenzi au napenda kusema kwamba kituo cha Amani Center kimenipa manufaa kwa ajili ya sekondari, kwa ajili ya kusoma, kwa ajili ya kusomesha, kwa sababu wazazi wangu mimi wakikuwa wana uwezo wa kufikia ndani, leo hii mimi singekuwa hapa. Kwa hiyo hata wenyewe kwa uchache wenu ambao umefika, mimi nimefurahi binafsi, na tukio kama hili limenikumbusha mbali sana. Watoto wenu wengine nimekuja nao kwa ajili ya matibabu. Kwa uchache wenu mimi nipende sana kuwapongeza, kwa sababu mimi ndo mahali ambapo nilipotokea. Kwa hiyo mimi kama mimi, jambo lingine baada ya kuelezea hiyo, baada ya kusoma, sasa labda tu nitoe ombi kwenu au ushauri kwa wazazi wenye watoto wenye ulemavu. Ombi langu kubwa, naombeni sana tuwapende, tuwahudumie, tuwajali watu wenye ulemavu, kwa sababu mtoto ambaye ana ulemavu ni fursa, lakini pia ni baraka tosha. Leo hii mimi nisingeweza kusimama mbele yenu hapa, ingawa kituo nisingeweza kunitambua, lakini wazazi wangu pia wangeendelea mimi kwa sababu ya kituo, kwa sababu ya wazazi. Kwa hiyo ombi langu kubwa sana kwenu, mwe mnajitokeza kwa wingi kupitia matamasha kama haya, mimi najitokeza kwa wingi sana. Ushauri wangu kwamba leo hii una mtoto mwenye ulemavu, lakini mtoto huyo kumbuka ni fursa. Kwa mimi kama mimi mpaka nimesoma nimefikia hapo, na kituo bado kinaendelea kunifikiria, kunisaidia kwa namna moja au nyingine, nitambue kwamba baraka tosha. Sababu kama nilivyosema, mimi leo ningefikiwa au mimi ningeendelea kukaa vijijini, kituo kisingenitambua, lakini pia hata wazazi wangu yaani nisema kwamba ningeendelea kuishi vijijini. Lakini kwa nini leo niko hapa na kwa nini mimi nimesoma? Mimi kama kijana mwenye ulemavu napenda sana kuwatia moyo kwa mama ambao wana watoto wenye ulemavu, lakini pia natamani sana kwa mama ambao wana watoto wenye ulemavu tuendelee kuwapenda, yaani usijione kama ni mkosi
au ni balaa, ila tu inabidi uone kwamba moja ya fursa, maana nisema ulemavu ni fursa. Kituo hiki kinaitwa cha Magubike. Kwa sisi tuliokuwa mbali hatuiti Maguha. Tunajua tukiwa hapa ukituuliza umetoka wapi, nitakwambia Morogoro. Kumbe natoka Tanga. Si ndio? Hata wewe ukitoka hapa ukienda Morogoro utasema umetoka Maguha au Magubike. Ukienda Dar es Salaam utasemaje? Utasema umetoka Morogoro. Ukienda Ulaya ukiulizwa unatoka wapi? Tanzania. Kwa hiyo mara nyingi tunataja kile kitu ambacho watu watakifahamu mapema. Magubike imevuma kuliko Maguha. Ina jina kubwa. Na hapo sisi tulikuja kuanza hapa kupitia parokia ya Magubike kwa sababu tulienda kikanisa. Hii hapa iko ndani ya parokia ya Katoliki ya Magubike. Kituo hiki ni cha Magubike. Uchawi. Sisi watu wa kanisa tukisema hakuna uchawi, watu wanaona tunadanganya tu kwa ajili ya nini? Uchawi kama tunavyoelewa kienyeji kabisa, ukweli hawapo. Lakini watu watundu wa kuwatishatisha wapo. Na wale watu wakikutisha, ukitishika unaugua. Sisi tulipokuwa chuoni nimesomea mimi hata mambo ya kiroho kuhusu uchawi. Tulifundishwa uchawi kwamba unaweza ukamroga mtu akaugua, lakini hujamfanyia chochote, unamtisha. Sisi watu ambao tuko vijijini huko, ukitishwa, mtu anakutisha, unaamka asubuhi unakuta damu imemwaga mlangoni, unatetemeka hata kuruka uovu. Hii mtadaji, kuna uchawi hapa. Uchawi kafanya hivi. Basi unatetemeka. Alafu utajikaza labda umefuta, kesho asubuhi unakuta kichwa cha buji. Hapo ndio umetetemeka kabisa. Asubuhi yake unakuta limefungwa tabala, limepangwa mafuta na hizi limening'inizwa kwenye mama. Tayari kwa mganga. Ukiugua malaria utaenda hospitali. Wapi? Kwa mganga wa kienyeji. Naye anakwenda kule, naye na mambo yake. Tena pengine ni yeye aliyokutisha. Matokeo yake unafanyaje? Unakufa. Je, umeoga? Si mtu kakutisha. Kwa hiyo watu wanaotisha hivyo vitu hivyo vipo. Atakuwekea hiki, atakufanyia hiki kusudi utishike, utetemeke, ukiugua usiende hospitali. Sasa ukipata magonjwa kabisa ya kimaumbile, magonjwa ambayo yanasababishwa na hali ya hewa, yanasababishwa labda na vyakula, yanasababishwa na vitu vingine tumeambiwa hapa polisi, unahangaika na uchawi, uganga, wakati hakuna chochote, unaelekea mtoto wako miaka na miaka na baki mlemavu, baadaye kwa sababu na matuto nayo ni ya shida, unaharakisha kifo chake. Ndio maana watoto walemavu wanakufa haraka sana, kwa sababu hawatunzwi vizuri. Kwanza tayari ameshamnyanyapaa moyoni. Akivalishwa nguo nzuri zake, yeye hata nguo nzuri hapati. Wengine wanakatusahau hata kuwanyoa nywele. Wengine wanasahau hata kuwakata kucha. Tunawakutaga sisi. Kimekuwa kama jini, na ndio maana wengine wametana wanaenda yule ana jini kule ndani. Kwa sababu hamtunzi vizuri mtoto. Matokeo yake mtoto anakufa haraka. Kwa sababu ya vitisho, kwa sababu ya imani ambazo kwa kweli si imani sahihi. Tumeambiwa watoto wanapata ulemavu kabla hawajazaliwa, na kabla hajazaliwa ulemavu umetokana na mazingira ya mama. Midume mingine inapiga wanawake wao teke tumboni wakati hajazaa. Kababaisha ubongo. Mtoto anazaliwa mlemavu, nimerogwa, umesahau ile teke ile. Sasa wengine wakina mama wengine pia wapo ambao wanakunywa mno pombe hizi. Siku hizi kuna vikombe vingine vidogo vikali kweli. Halafu mtoto ana mimba huko anapiga. Sasa fikiria kile kitoto bado tukila damu, halafu kinakunywa pombe nyumbani mwako. Kitazaliwa kizima hicho.
kilichozaliwa hasara. Namna mazingira wanakuwa. Wengine vitu gani? Ugomvi. Wakati mwingine watu wengine wamekasirika wakati wote. Wamenuna. Mtoto akizaliwa leo anaona akazaliwa kimbia na kutokana watu. Kumbe matatizo mengi yamepatikana kabla ya mtoto kuzaliwa. Vile vinavyoingia tumboni mwa mama. Kuna kingine ambacho wakina mama wengi wakinawakusanya hapo wakati tukiwasikia tukiongea kwa sababu wanatumia wengi. Madawa ya kuzuia mimba. Vidhibiti mimba. Mimi nasemaga wazi kwa sababu na ushahidi wa physical sio wa kupima mimi shida gani. Lakini wa hadithi za watu wanaopata madhara haya. Hivi tuseme ukweli. Hivi shamba hili. Mashamba yako mengi ukipanda bila mbolea yanamea tu unavuna. Yeye shamba lako ukianza kwenda kuliweka magari na nini udongo ule walidi. Halafu panda mmea utamea vizuri. Unapokunywa yale madawa ya kuzuia mimba yanaenda kufanyaje mwilini? Tena haliku ile rutuba ya kupata mtoto. Tena kupunguza zile nguvu zile za kuzaa mtoto. Sasa umekaa hivi miaka 5 unameza au unadungwa masindano. Alafu unakuja kupata mtoto. Je, atakuwa mzuri? Ni kutumia akili tu hata bila vipimo. Hata madaktari wamekuwepo wameondoka ningewauliza. Yule wengine wako hapa. Hivi unaweza ukafanya kitu kakiharibu alafu ukaja kupanda mbegu ikaota vizuri. Ndio maana wao wengine wanashauri kwamba kama ni hivyo huyo mtu aache miezi 6 mingapi huko alafu ndio aje azaa. Naomba nikujibu samani. Ila yote hiyo ndio maana tunatokana nafanya hii. Sio tunafanya kwa kupenda. Sasa hivi sisi tunaolewa. Sisi bado vijana, unakuta sisi ni vijana. Unapobeba mimba, unakuta unabeba na labda unabeba na mbaba ambao sio size yako, umepata mimba naye, alafu baadaye au kijana anakuja anakukataa anakwambia ile mimba sio nini? Sio ya kwako. Ndio inakuja changamoto, ndio maana tunatumia nini? Hivyo vikinga ndio inasababisha hiyo. Hata wazee unakuta unabeba naye mimba, baadaye wewe nizalie, mimi nitakutunza, unabeba mimba. Anakukataa. Baadaye ndio inatokea hivyo. Ndio maana tunaamua sisi kutumia hizo kinga. Na ndio maana sasa kuna wengine ndio maana kikawaida hairuhusiwi kufanya kama hujaolewa. Ungojee uolewe na ukiolewa unafundishwa. Na ukiolewa unafundishwa. Sasa hii ya mitaani ya njaa hiyo sio rasmi. Yakikupata sasa mwingine anakupa mimba hapa anakuambia sio ya kwake. Umeolewa huko ndani ya ndoa lakini anakuambia mimba sio yake. Afanyeje? Ndio kakuoa sasa huko ndani ya ndoa. Anakuambia mimba. Sasa wale kweli nikwambie. Ndani ya ndoa na ndio maana huyo sister mmoja hapo aliyesema na wengine wengi wako wataalamu wa kufundisha ufanyeje bila kutumia yale madawa. Nafikiri elimu ya hata wenzetu tunatoa bila kutumia madawa ufanyeje ili usiingie katika matatizo haya. Kwa hiyo lazima ukute na taratibu zingine. Kwa sababu Biblia inasemaje? Ni kwamba Bwana Mungu aliumba watu, akamuumba mtu wa kwanza, akasema zendeni kwa peke yake, nitamfanyia msaidizi wako. Na pili akamfanyia msaidizi wa nani? Wa kike. Akampokea huyo. Utamwitaje? Akasema wewe ni katika ukoo wangu, ni nyama katika jamaa yangu, na kwa sababu hiyo ataitwa mwanamke, na mwanamume ataacha baba na mama, wataambatana, watakuwa si wawili tena ili mwili mmoja. Manake nini? Wameoana si tayari wameoana? Akawaambia simameni hapo sasa. Akawabariki. Baada ya kuwabariki ndio akawaambiaje? Mkazae na mkawajaze nchi. Sasa hivi tunataka kuzaa bila kupata baraka kwanza. Ndio shida nyingine inakuja hapo. Hatujabarikiwa tayari tumeshakuokoka. Na kwa sababu ni mambo ya haraka hayana mpangilio. Sasa hicho nacho kingine. Amesema
akawabariki. Nendeni sasa mkazae mkaijaze dunia. Kwa hiyo kuzaa nje ya baraka ni kosa. Ndio maana maparoko wanawafungia kukomunika, wengine kule nao wanawatenga na kanisa mpaka uje urudi kwa vitendo, si ndio mchungaji? Mpaka uje urudi tena kwa vitendo, uungane mbele za watu kanisani, kwa sababu umeshazaa nje ya ndoa, ni kwa sababu hiyo pia juu ya Mungu, kwa sababu muumini kazi yangu sikuhubiri mtoto